ni bora kumfanyia upasuaji, kwa sababu bila hiyo alikuwa vile vile hali yake ingekuwa ni na utata sana. Kwa hiyo upasuaji ulifanyika tarehe 8 mwezi wa 8 2026, ambapo pamoja na juhudi zote za madaktari, kama mnavyofahamu, bahati mbaya tutotoka tarehe 10 mwezi wa 8. Ndugu zangu, naamini sote tulikuwa na matumaini ya kumwona Swahila akipata afya njema, lakini mipango ya Mwenyezi Mungu tunaikubali na tunaiheshimu, kwani haina makosa. Binafsi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunikutanisha na Swahila. Najua alikuwa na mapenzi yake kwa sababu ambazo kama binadamu hatuwezi kuzijua. Katika kipindi kifupi nilichomfahamu Swahila, nilimwona ni binti mcheshi, mwenye upendo. Niseme tu kwa dhati kwamba nilimpenda sana. Lakini sio mimi mwenyewe, hata watu waliokutana naye wameniambia kuwa walimpenda sana. Ilibaki kwa tunikuishi kwa matumaini kwa kuwa kuna siku tutaungana na binti yetu. Lakini Swahila hata katika mauti yake amekuwa msaada kwa mwenzie. Jana tulipokuja huko tulikuja na maiti 2. Tulikuja na mwingine marehemu Fasta, mtoto wa miezi 9. Huyu naye alifariki India, lakini alikuwa hana mtu wa kumpokea Dar es Salaam kwa sababu ndugu zake wako huku Tunduru. Kwa hiyo balozi wa Tanzania nchini India akaniomba mimi nimpokee. Nikasema nikimpokea nitampeleka wapi? Wakaniambia kila anatoka Tunduru upande wa kwenu. Nikasema kama ni Tunduru basi tutamfikisha mpaka nyumbani. Watu tulikuja naye mpaka hapa, na gari letu liloko hapa lilimpeleka mpaka Nakapanya, na wazazi wake wamempokea. Babu yake pia amempokea. Shukrani zetu nyingi ziende kwa madaktari na wauguzi wa hospitali yetu ya Mkomaindo pamoja na Ndanda. Asanteni sana kwa msaada mlioutoa wa Swahila, na hata mpaka sasa hivi umeandaa mwili. Kwa upande wa Dar es Salaam tunaitoa shukrani nyingi sana kwa taasisi ya Jakaya Kikwete, na pale tunatoa shukrani za dhati kwa Dr. Peter Kisenge, mkuu wa taasisi, pamoja na Profesa Pili Chilo ambaye alimpokea, Dr. Victor Uriu, Dr. Robert Maria na madaktari wengine wote wa kitengo cha watoto, yani pediatric unit pale Jakaya Kikwete, ambao siku zote walikuwa pamoja naye na walitoa msaada mkubwa sana. Tunashukuru sana Wizara ya Afya, kuanzia kwa Waziri Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, Katibu Mkuu wake Dr. Grace Magembe, na kitengo cha rufaa ya nje pale wizarani, walikuwa pamoja nasi siku zote. Tunawashukuru vile vile maafisa wa uhamiaji ambao walitupa pasipoti katika muda mfupi sana. Watumishi wa Wizara ya Ardhi Dodoma na Dar es Salaam walitusaidia mengi, pamoja na usafiri wa kurudisha mwili huko Masasi. Tunawashukuru pia shirika la nyumba la taifa National Housing Corporation, nao pia watupa michango yao. Lakini kuna watu binafsi, marafiki zetu. Kuna Bi Mariam, huyu nafikiri mlimuona, aliwafanyia shopping ya nguo, mafuta, sabuni, pia wakapewa na simu. Alitoa yeye, anaitwa Bi Mariam huyu. Lakini Bwana Remtula Muna yule aliowekea shilingi milioni 2 kwenye account wakati wanaenda India. Watu walipata msaada kutoka kwa watu wengi sana. Lakini hata juzi naye alikuja pale airport wakati tunapokea hii miili kutoka India. Watu wengine tusaidie pamoja na Nyambari Nyangwine, mtakuwa mnamfahamu, Selemani Boko na wengine ambao sitawataja hapa. Tuseme tu asante sana kwa wote. Lakini tunawashukuru pia madaktari na wauguzi wa hospitali ya DLK Max ya New Delhi India, ambao wajitahidi kumponya Swahila. Tunatambua juhudi zao za dhati na nia yao njema, lakini kama tujuavyo, maisha ya mwanadamu yako mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Sisi tunafanya jitihada, lakini Mwenyezi Mungu ndiye hutoa hatima yetu. Yanayotokea tunayapokea yakiwa pia ni darasa kwetu, tujue kuwa nasi tuko katika ratiba hizo za Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na majonzi tulionayo kumpoteza Swahila, tunafarijika kwamba hatukumwacha. Tulikuwa pamoja naye katika mapambano ya kuimarisha afya yake. Tumepata rambirambi jumla ya shilingi, nilikuwa namuuliza mzee hapa kama nizitaje au sizitaje. Tumepata rambirambi jumla ya shilingi milioni 1,240 ambazo tumeshamwekea Mama Swahila kwenye akaunti yake, na sasa hivi hapa Katibu Mkuu amenipigia simu ananiambia amekusanya shilingi milioni 1,500,000 kwa nazo tutamwekea kwenye akaunti yake. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake limediwa. Kabla sijakaa, naomba niwafahamishe kuwa kwa muda kama mwaka mzima nilikuwa na majadiliano na Chuo Kikuu cha Mtakatifu Joseph kuhusu ufadhili wa vijana wa Masasi kupata elimu ya juu. Niseme leo kuwa hapo, kwa kuwa hapo waliokuwa wameweka nia
kwa kuwa wapo waliokuwa wameweka nia ya kumpatia Swahila elimu, ashapewa ahadi ya kusomeshwa Swahila kwa sababu walikuwepo. Sasa watafanya hivyo kupitia ufadhili huu ambao utawasomesha vijana hapa Masasi kupata elimu ya juu, diploma na mashahada. Na chuo ambacho watasoma kinaitwa St. Joseph University in Tanzania. Ufadhili huu ni kutoka wanafunzi kutoka jimbo la Masasi mji, na unahusu nini? Shahada ya kwanza na diploma. Tumepewa nafasi 5 za stashahada na 5 za shahada. Ada ya masomo na ada ya mitihani italipiwa na chuo, lakini ofisi yetu na wale wafadhili wengine watagharimia zile gharama nyingine. Mwanafunzi atajigharimia usafiri, malazi na chakula. Sasa tunatangaza hapa. Kwa nini nasema hapa? Ufadhili huu walisema tuite Akwilapo Scholarship. Mimi nimesema kutokana na hili lilotokea, kwa kumbukumbu ya Swahila tutaita Swahila Memorial Scholarship kuanzia leo. Kwa wale wanaona kuwa wana sifa za kujiunga na chuo hiki, wawasiliana na ofisi ya mbunge ili wapate hii Swahila Memorial Scholarship kwa kumbukumbu ya mtoto huyu ambaye tulimpenda sana. Mwisho, nawashukuru sana chuo cha Mtakatifu Joseph kwa ufadhili huu, na hasa Profesa Anat. Na huyu Profesa Anat ndio yule ambaye alitutengenezea t-shirt ya kampeni zile ambazo mpaka leo zinavaliwa. Alituletea yeye binafsi, zile sikutengeneza mimi, niwaambie leo. Ni Profesa Anat wa St. Joseph University in Tanzania ambaye ametupa scholarship. Chuo chake kitalipia ada yote, kitalipia vile vile na ada ya mitihani. Kwa hiyo hii, wana Masasi, changamkeni, tutakuwa pamoja nanyi kuwasaidia namna ya kuzipata hizo. Baada ya kusema maneno hayo, nasema asanteni sana kwa kunisikiliza. Asalamu alaykum.